Kaskazini mwa Tanzania karibu na ziwa la Eyasi linalopatikana maeneo ya Karatu mkoani Arusha na sehemu za Manyara, kuna jamii ya kipekee ambayo imeendelea kuishi maisha ya karibu sana na asili kwa muda mrefu. Hawa ni jamii ya Wahadzabe. Ni miongoni mwa makabila machache duniani yanayoendelea kutegemea uwindaji na ukusanyaji wa chakula kama msingi wa maisha yao ya kila siku. Kwa mtazamo wa kwanza, maisha yao yanaweza kuonekana rahisi au tofauti na dunia ya kisasa, lakini kwao hii ndio njia ya kawaida ya kuishi, njia iliyorithishwa kutoka vizazi vya mababu zao bila mabadiliko makubwa ya kisasa. Wahadzabe wanaishi maeneo ya misitu, savana na karibu na ziwa Eyasi. Makazi yao si ya kudumu sana. Mara nyingi hujenga vibanda vya muda na kuhama kutoka eneo moja kwenda jingine kutokana na upatikanaji wa chakula, maji na mazingira salama kwa uwindaji. Maisha yao yanategemea sana ujuzi wa mazingira. Wanaume huenda kuwinda wanyamapori kwa kutumia pinde na mshale, huku wanawake wakikusanya matunda ya porini, mizizi na asali. Ujuzi huu wa kuishi porini umefanya Wahadzabe wawe miongoni mwa jamii zinazofahamu mazingira yao kwa kina sana. Chakula cha Wahadzabe kinatokana moja kwa moja na mazingira ya asili. Nyama za porini kama swala, ndege na nyani ni sehemu muhimu ya lishe yao. Hata hivyo, si kila siku uwindaji unafanikiwa. Hivyo wanawake huchangia kwa kiasi kikubwa kupitia ukusanyaji wa matunda, mizizi na mbegu za porini. Asali ni moja ya vyakula vinavyopendwa sana na Wahadzabe. Wanaume hupanda miti mirefu kutafuta mazingira ya nyuki porini, na asali hutumika kama chanzo kikubwa cha nishati. Pia mizizi ya porini huliwa mara kwa mara, ikiwa ni sehemu muhimu ya chakula chao cha kila siku. Tofauti na jamii za kisasa, Wahadzabe hawana utaratibu mkubwa wa kuhifadhi chakula kwa muda mrefu. Mara nyingi hula kile wanachokipata siku hiyo. Katika jamii ya Wahadzabe, ndoa nyingi hujengwa zaidi kwenye makubaliano ya moja kwa moja kati ya mwanaume na mwanamke. Hakuna taratibu ngumu za mahari au sherehe kubwa kama zinavyoonekana kwenye makabila mengine. Mara nyingi mwanaume na mwanamke hukubaliana kuishi pamoja na kuanza maisha ya ndoa. Ridhaa ya mwanamke ni muhimu sana, na kama hakubaliani, uhusiano huo hauendelei. Mwanaume hujionyesha pia kupitia uwezo wao wa kuwinda na kushiriki katika maisha ya jamii. Baada ya ndoa, wanandoa huishi pamoja ndani ya kundi la jamii na kushirikiana katika shughuli zote za kila siku. Wanaume huwinda, wanawake hukusanya chakula na wote hushiriki kulea watoto. Wanawake wa Kihadzabe wana uhuru mkubwa kuhusu maisha ya ndoa. Ikiwa hawaridhiki na uhusiano, wanaweza kuachana na kuendelea na maisha mengine bila migogoro mikubwa. Wakati mwanamke anapojifungua, mara nyingi huendelea kuishi maisha ya kawaida kwa kadri anavyoweza, kwani maisha yao yako karibu sana na asili. Wakati wa kujifungua, wanawake wenye uzoefu ndani ya jamii hutoa msaada. Na mara baada ya kujifungua, mama wa mtoto hupata uangalizi wa karibu kutoka kwa wanawake wa jamii hiyo. Tiba za asili na mimea hutumika kwa kiasi kikubwa kwa sababu hakukuwa na huduma za hospitali kama zilivyo leo. Watoto hulelewa kwa ushirikiano wa jamii nzima. Wanajifunza uwindaji, ukusanyaji wa chakula na maisha ya porini tangu wakiwa wadogo. Wakikua, wanajua jinsi ya kuishi katika mazingira yao ya asili. Kiasili Wahadzabe hawakuwa na mfumo wa fedha wala biashara kama jamii nyingine. Maisha yao yalijengwa kwenye kugawana kile walichokipata kutoka porini. Hata hivyo, walikuwa na aina ya kubadilishana vitu na jamii jirani. Asili ya nyama na bidhaa za porini zilibadilishwa na vyuma, nafaka au bidhaa nyingine kutoka kwa makabila jirani. Katika dunia ya sasa, baadhi ya Wahadzabe wameanza kutumia fedha kupitia utalii na uhusiano na jamii nyingine. Wengine huuza asali, mishale au bidhaa za mikono kwa wageni wanaotembelea maeneo yao. Katika mila za zamani, Wahadzabe hawakuwa na mazishi ya kisasa au makaburi ya kudumu. Mtu alipofariki, mwili wake uliwekwa porini au kuzikwa kwa njia rahisi bila taratibu kubwa za maombolezo.
Maisha yao yalikuwa karibu sana na asili, hivyo kifo kilionekana kama sehemu ya mzunguko wa maisha. Hata hivyo, katika nyakati za sasa, baadhi yao wameanza kutumia njia za kawaida za mazishi kutokana na mabadiliko ya kijamii. Wahadzabe ni mojawapo ya jamii chache duniani ambazo zimeweza kuendelea kuishi maisha ya asili kwa muda mrefu bila mabadiliko makubwa ya kisasa. Ujuzi wao wa mazingira, uwindaji na maisha ya ushirikiano ni sehemu ya urithi wa kipekee wa binadamu. Na pengine hicho ndicho kinachowafanya kuwa tofauti kabisa na jamii nyingine. Si tu kwa jinsi wanavyoishi, bali kwa namna wanavyokumbusha dunia jinsi maisha ya mwanzo ya binadamu yalivyokuwa kabla ya mabadiliko ya kisasa. Makala hii imesomwa na Holiness Mbise, MDTV.